Karibu sana katika chaneli hii ambayo tunazungumza maisha halisi huku tukihusisha na mafundisho ya neno la Mungu au Biblia. Kipindi kilichopita niliongelea kuhusiana na kutambua kusudi lako na niliongelea kuhusiana na kipawa, nikaonyesha umuhimu wa mtu kutambua kusudi lake. Lakini kipindi cha leo nitaenda kuongelea njia ambazo zitaenda kukusaidia wewe kuweza kugundua au kutambua kusudi lako ni lipi hasa. Kama bado hujasubscribe katika chaneli hii, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili kila nitakapokuwa nikiupload video zangu uwe wa kwanza kuzitazama na kupata maarifa kwa haraka. Karibu sana Oza Roda, maisha halisi, uhalisia ndani ya neno. Njia ya kwanza ambayo itaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako ni kutafuta ufunuo kwa Mungu. Kipindi kilichopita nilieleza kwamba kitu chochote kile anayejua kusudi lake ni yule ambaye amekiunda au amekitengeneza. Sisi sote tunaamini kwamba tumeumbwa na Mungu. Hivyo anayejua kusudi letu hasa ni Mungu. Kwa hivyo unapohitaji kutambua kusudi lako, njia ya kwanza ambayo itaenda kukusaidia kutambua kusudi ni kuweza kumuuliza yeye ambaye amekuumba, kwa maana ndiye pekee anayejua kusudi lako. Namna gani ambapo utaweza kujua kusudi lako kupitia Mungu? Ya kwanza, unatakiwa kuomba, lakini kufunga na kusoma na neno la Mungu. Hii itakusaidia kwa kina sana kuweza kujua kusudi lako ni lipi kupitia ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Misali 19 mstari wa 21 inasema, mawazo mengi yapo mioyoni mwa wanadamu, bali kusudi la Bwana ndilo litakalothibitika. Hivyo sisi tunaweza tukawa na mawazo mengi ndani yetu. Unaweza ukasema kwamba mimi kusudi langu ni hili, mimi kusudi langu ni hili, lakini utakapoenda kumuuliza Mungu, utakapoweka siku za kufunga, kuomba na kusoma neno la Mungu, Mungu ataenda kukupa ufunuo wa kuweza kutambua direct kusudi lako ni lipi. Hivyo basi, kama tunahitaji kutambua kusudi letu, njia ya kwanza itakayoweza kukusaidia ni kutafuta sauti ya Mungu kupitia maandiko, ndoto au uthibitisho wa kiroho. Hivyo lazima uwe dipu kiroho. Lazima utenge siku za kuomba, lazima utenge siku mahususi za kufunga, uombe na uweze kusikia sauti kupitia ndoto au maono ambayo itaenda kukuthibitishia direct kusudi lako ni lipi. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo itaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako ni kuweza kuomba, kufunga, lakini pia hata kusoma neno la Mungu. Hiyo itaenda kukupa ufunuo wa kuweza kujua direct wewe maoni yako ni yapi hasa. Unapotafuta kulijua kusudi lako ni lipi hasa kupitia njia ya Mungu, kuna maswali pia inabidi ujiulize. Swali la kwanza, neno gani la Mungu limekuwa likijirudia mara nyingi moyoni mwangu? Utakapojiuliza kuhusiana na hilo neno, itakupa mwangaza wa kutambua kusudi lako. Swali la pili, ni ndoto au maono gani niliyopata mara nyingi au bado ninahisi hayajatimilika? Swali lingine ambalo nakupasa kujiuliza, ni wapi Mungu amenivuta zaidi katika maombi, huduma au maono fulani? Utakapojiuliza hayo maswali matatu, itaweza kukupa mwanga wa kuweza kutambua ni lipi hasa kusudi lako na ukaweza kulifuata. Njia ya pili ambayo itamsaidia mtu kujua kusudi lake ni lipi hasa ni kutambua vipawa au karama. Vipawa au karama kwa Kiingereza tunaita potential. Ni ule uwezo au kipaji ambacho mtu anapewa na hichi huwa kinaenda kumsaidia katika kutimiza kusudi lake. Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, huwa anahakikisha anampa uwezo ambao utaenda kumsaidia kutimiza hilo kusudi. Mfano, kama Mungu amemwandaa mtu kwa kusudi la kuja kuwa mwalimu au mfundishaji, lazima yule mtu atampa uwezo wa kufundisha. Sasa kama mimi nina kusudi la ualimu, nitajuaje kama ni kusudi la ualimu? Lazima Mungu atanipa shauku au uwezo wa kufundisha. Nitakuwa napenda kufundisha, nitakuwa na uwezo mkubwa, nikisimama watu wananisikiliza na
kufundisha. Hivyo hiyo itaweza kunisaidia mimi kujua kwamba mimi kusudi langu ni ualimu. Kwa hiyo vipawa huwa kama alama ambazo zinaenda kusimama katika kulionyesha kusudi. Ukisoma kitabu cha Mithali 18 mstari wa 16 unasema, kipawa cha mtu humpa nafasi na kumleta mbele ya wakuu. Kwa hiyo kipawa huwa ndio kinatengeneza nafasi ya kukusaidia wewe katika kulitimiza lile kusudi lako. Kuna maswali hapa ambayo unaweza ukajiuliza yanayohusiana na kipawa chako na yataenda kukusaidia katika kutambua kusudi, kwa sababu kipawa kinasimama kama alama. Unapokijua kipawa chako ndipo unaenda kujua kusudi lako ni lipi hasa. Unaweza ukajiuliza ni kitu gani hasa ambacho wewe unaweza ukafanya kiurahisi lakini mtu mwingine akijaribu anashindwa. Hii inaweza kukusaidia kuweza kujua kipawa chako ni kipi. Lakini pia unaweza ukajiuliza ni kitu kipi ambacho unachoweza kukifanya bila kuchoka hata bila kuiba. Ni mambo gani wengine husema mara nyingi kwamba mimi ni mzuri kuyafanya? Ni eneo lipi napata matokeo mazuri kuliko wengi bila juhudi kubwa? Kwa hiyo utakapojiuliza hayo maswali ukajijibu, ukajua ni eneo gani, hapo utatambua kipawa chako. Na ukishatambua kipawa ndipo utakapotambua kusudi lako, kwa sababu kipawa kinasimama kama alama ya kukuonyesha kusudi lako hasa. Njia ya tatu ambayo itakusaidia katika kutambua kusudi lako ni kuchunguza mambo ambayo huwa yanakupa uchungu au msukumo mkubwa. Kusudi la mtu yoyote huwa limebebwa katika uchungu au eneo ambalo huwa linakupa msukumo mkubwa. Pengine inaweza ikawa katika kusaidia wahitaji, katika kufundisha, katika kupigania haki, au pengine inaweza ikawa katika kuleta upatanisho. Kwa hiyo eneo ambalo huwa linakupa msukumo mkubwa au uchungu ndimo ambapo kusudi lako lipo. Ukisoma kitabu cha Nehemia 1 mstari wa 3 hadi wa 4 unasema, nao wakaniambia, waliosalia walioachwa huko katika lile jimbo wamo katika hali mbaya kuu na ya aibu, na huo ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yamechomwa moto. Ikawa niliposikia maneno haya, nilikaa chini nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Nehemia aliguswa sana moyoni aliposhuhudia uharibifu wa Yerusalemu. Uchungu huo wa ndani ulimsukuma kutimiza kusudi lake la kujenga tena ukuta na kuongoza taifa katika kurudi kwa Mungu. Kwa hiyo uchungu uliokuwa nao ndani yako kuhusiana na kusaidia watu au kuhusiana na kitu fulani huwa linabeba kusudi lako. Ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 36 unasema, naye alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Pia Yesu tunaona kwamba aliona uchungu na aliwahurumia watu waliopotea. Huu uchungu ndio ulienda kusababisha yeye aingie katika huduma ya kuwafundisha na kuwaponya pamoja na kuwaokoa. Kwa hiyo siku zote kusudi huwa linabebwa ndani ya uchungu au shauku ambayo ipo ndani yetu. Kuna maswali wewe mwenyewe unaweza ukajiuliza moyoni mwako ambapo yatakusaidia katika kutambua kusudi lako. Unaweza ukajiuliza ni jambo gani likiharibika au lisipofanyika linauma moyo wangu sana? Ni watu au hali gani ninahisi lazima nizisaidie au nizibadilishe? Ni ndoto zipi za ndani zimekuwa zikinifukuta kwa muda mrefu au zikinifukuta kwa muda mrefu na sijazitekeleza, au zikinishika moyoni mwangu au ninahisi zipo moyoni mwangu na sijazitekeleza? Ukijiuliza haya maswali ndani yako itakusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kutambua kusudi lako hasa ni lipi. Njia ya 4 ambayo itaenda kukusaidia kutambua kusudi lako ni kuangalia historia ya maisha yako. Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu huwa anamtengeneza kuanzia chini ili aweze kulifikia kusudi lake. Mungu huwa anajua kusudi letu na ndio maana huwa anatuandaa kwa namna fulani
mwanzo ili tuje tulitimize kusudi lake effective. Mfano, unaweza ukawa unapitia changamoto, unaweza ukawa umepitia ushindi fulani au hali fulani au hata makosa fulani ambayo uliyafanya mwanzo, lakini kile kitu kinaweza kikaja kufanyika kuwa daraja au darasa kwa wengine katika kufanyaje, kuwafundisha na wakaweza kuelewa zaidi. Mfano, unaweza ukapitia changamoto ya umaskini, Mungu akaja akakuinua, lakini atakapokuinua itakuwa rahisi sana kwako wewe katika kusaidia watu wengine, kwa sababu ile hali tayari umeipitia mwanzo. Kwa hiyo Mungu huwa anatuandaa kupitia historia. Kwa hiyo njia nyingine ya kuangalia kusudi lako ni kuchunguza historia ambayo umeipitia. Ukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto 1:3 hadi 4 unasema, na ahimidiwe Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema na Mungu wa faraja zote, atufarijie katika dhiki zetu, tupate na sisi kuweza kuwafariji wale walio katika dhiki zote, kwa faraja tunayofarijiwa wenyewe na Mungu. Changamoto zako ni daraja ya kuwasaidia wengine. Unachopitia si kwa ajili yako tu, bali pia kwa ajili ya kuwapa nguvu au kuatia nguvu watu wengine. Hivyo hii inathibitisha kwamba Mungu huwa anatuandaa kusudi letu kupitia historia ambazo sisi huwa tunapitia. Kuna maswali ambayo kupitia historia yako unaweza ukajiuliza na akakusaidia katika kutambua kusudi lako. Kwanza unaweza ukajiuliza, ni changamoto kubwa gani niliyopitia na imenifundisha nini? Je, ni ushindi au ushuhuda gani mkubwa ninao ambao unaweza kuwa msaada kwa wengine? Ni makosa yangu ya zamani yapi sasa yanaweza kuwa fundisho kwa wengine? Kwa hiyo utakapojiuliza maswali haya kuhusiana na historia yako, yataenda kukusaidia wewe katika kutambua kusudi lako. Njia ya 5 ambayo itaenda kukusaidia katika kuweza kujua kusudi lako hasa ni lipi, ni kusikiliza wito wa ndani. Kila mtu ndani yake huwa kuna sauti anazisikia au kuna wito ambao anakuwa anasikia. Kuna sauti ya ndani ambayo huwa inamwambia mtu mara kwa mara. Mara nyingi sauti hii hatuwezi kuisikia kwa hali ya kawaida, lakini ndani ya mtu huwa anasikia kupitia hisia zake. Kuna jambo unaweza ukawa unalifanya, lakini at the same time moyo wako unakwambia hapana, hapa sijaridhika, ninatakiwa nifanye zaidi ya hapa. Mimi naweza nikaita ni sauti isiyoridhika. Kuna kitu unaweza ukawa unakifanya au kuna kazi unaifanya, lakini moyo wako unakwambia hapana, hapa hujaridhika, sio kwenyewe, unatakiwa uende hapa. Na mara nyingi huwa tunaisikia sauti hii kwa msukumo wa ndani. Tunaweza tukaisikia hii sauti kupitia ndoto za mara kwa mara au hata maono. Kwa hiyo pia kusikiliza wito wa ndani, sauti ya ndani huwa inasaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kutambua kusudi lako. Hivyo ni muhimu sana kuisikiliza pia sauti yako ya ndani ili uweze kutambua kusudi lako hasa ni lipi. Leo nimeishia hapa katika somo hili la njia za kuweza kutambua kusudi lako. Kipindi kijacho nitaendeleza njia nyingine ambazo zitaenda kukusaidia katika kutambua kusudi lako. Kwa hiyo endelea kufuatilia hii channel. Kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili nitakapotoa somo lingine kuhusiana na njia zitakazokusaidia kutambua kusudi lako uwe wa kwanza kulitazama. Asanteni sana, karibu sana katika chaneli hii, maisha halisi uhalisia ndani ya neno.